Mimi ni Askofu Mkuu Anthony Muheria wa Jimbo Kuu la Nyeri. Leo huko Roma, Baba Mtakatifu mpya Leo wa 14 atakuwa na misa rasmi ya kuanzilisha upapa wake, kuanzilisha kazi aliyopewa ya kuwa mchungaji mwema kwa dunia nzima, kwa kanisa nzima ya Katoliki, na kuwa mwelekezi na mshauri wa ulimwengu wote kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Tunashukuru kwa kipaji cha Baba Mtakatifu Leo wa 14. Tunashukuru kwa kuwa tunajua tunaye baba atakayetuongoza, tunaye mshauri atakayetuelekeza, na tunaye baba mpendwa mchungaji ambaye atatutunza, atachunga kondoo wake kama alivyoamrishwa na Kristo alipompa hiyo jukumu Mtakatifu Petero siku ile alikuwa katika kando ya bahari, kando baada ya kushika wale samaki wengi. Sisi sote siku ya leo tunaomba tuweze kumwombea Baba Mtakatifu anapoanza kazi yake ya utume, kazi yake ya uchungaji. Katika kitabu cha Yeremia, Bwana Mungu anatueleza kwamba hata ingawa tumetawanyika, hata ingawa tumechanganyikiwa, atatupatia mwelekezi, atatupatia mchungaji. Ni Yeremia sura ya 3 kutoka mstari wa 14. Anatuita, anatuuliza tusikie sauti yake anayotuelekeza kutoka na wachungaji aliyowatuma. Tusome, ni utabiti wa Yeremia. Rudini, enyi watoto wenye kuasi, asema Bwana, maana mimi mume wenu, nami nitatwaa mtu mmoja wa mji mmoja na wawili wa jamaa moja, nami nitawaleta hata Sayuni. Nami nitawapa nyinyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Kisha itakuwa mtapongezeka na kuwa wengi katika nchi hiyo, asema Bwana. Wakati ule watauita Yerusalemu kitu cha enzi cha Bwana, na mataifa yote watakusanyika huko Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana, wala hawatakwenda tena kwa ukaidi wa moyo wao mbaya. Wakristo wapendwa wa Kenya na watu wa njema, tumepewa mchungaji, tumepewa msimamizi. Na huyu Baba Mtakatifu, kazi ya Baba Mtakatifu ni kutuelekeza kwa Kristo, ni kutueleza yale maneno ya Injili kwa njia iliyoshikana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kazi yake ni kutupa moyo sisi ambao tumefinyiliwa na mambo ya kibinadamu, sisi ambao tumetekwa nyara na mambo ya kiulimwengu. Ni mchungaji mwema anaelekeza wale ambao wanapotea kwa fikira, kwa matendo na mtindo wa maisha, waweze kujua kwamba kuna matumaini, kuna njia ya kumrudia Bwana. Hawasife moyo, kuna njia hata sasa ya kuokolewa, njia kusamehewa. Leo basi huko Roma, katika misa rasmi, tutaunganika na Baba Mtakatifu akianza kazi yake. Tukumbuka kwamba alipotokezea alisema maneno iliyotugusa sana. Kwanza, amani. Mwe na amani, amani iwe kwenyu. Maneno ya Kristo. Ni Baba Mtakatifu anayetangaza amani, anauliza ulimwengu mzima tutafute mbinu
za kuleta amani na kumaliza vita vilivyo huku na ghasia zingine ambazo bado kuna vita kali Gaza, Ukraini, Pakistani na kadhalika, hata mahali pengine ambapo nchi ambazo hazisikiki lakini kuna vita kali. Kuna ghasia zilizo katika mataifa ya kunyanyaswa kwa watu wa mataifa na viongozi wasio na umungu. Amani iwe kwenyu. Tutangaze amani, kwamba tutatafuta mbinu ya kusikizana. Hivyo ndivyo Baba Mtakatifu leo ametualika. Baba Mtakatifu alizungumzia kwamba ni wakati wa kuangalia haki za walionyanyaswa, wanaokaliwa katika jumuiya mbalimbali. Social teachings of the church, mafundisho rasmi ya kanisa ya vile yapaswa tuweze kukaa na umungu katika maisha ya kijumuiya, maisha ya nchi na kadhalika, hata uhusiano wetu uwe wa kimungu. Na ndipo alipochukua hiyo jina ya leo wa 13 alijulikana kwa vile alivyosimama misimamo mikali ya kutetea haki za watu, haki za wale waliokuwa wafanyikazi walionyanyaswa wakati huo. Sasa Baba Mtakatifu leo anatukumbusha tusimame imara tukiwatetea wale wanyonge katika jumuiya zetu. Huku Kenya tumewasahau sana wanyonge. Tumewasahau sana maskini. Hatuwajali kama wanalala barabarani ama kwa mtaa. Tumewasahau wale walemavu. Mashuleni mwetu watoto wa walemavu hawana fursa. Hawana walimu wa kutosha wa kuwasomesha na kutembea na hawa. Katika serikali hakuna maofisi ya walemavu katika shule za wale walemavu wa akili, walemavu wa autism, walemavu wasioona. Hao wote wanasumbuka kwa sababu serikali, hata serikali za county na hata jumuiya kwa jumla hatuwajali kamwe. Watoto tunasema watolewe katika makao ama institutions zile zilikuwa zinawajali. Basi wamerudishwa manyumbani kwa wazazi wasio na nguvu. Hao watoto sasa wanawachwa nyumbani, wengine wao akili pumbufu, na sasa wanadhulumiwa kwa sababu hawajiwezi, kwa sababu wazazi hawawezi kuangalia. Nasi tunasema ni maendeleo. Jameni, serikali nasi wa Kristo tujumuike, tusaidie hawa walemavu. Ndipo Baba Mtakatifu leo wa 14 anatukumbusha haki za wale wasio na nguvu ya kujitetea. Leo basi tuangoja kwa hamu tusikie maneno yake ya uchungaji, ili anapotuongoza kama mchungaji aendaye mbele za kundi lake, kondoo zake, tuweze kusikiza binja, kusikiza sauti yake na kufuata njia ambayo anatuelekeza Mungu wetu, anatuelekeza Kristo mchungaji mkuu. Tumuombe Baba Mtakatifu leo wa 14. Mungu ampe nguvu, ampe hekima, na sisi sote hata ingawa si Mkatoliki tuweze kusikia, kwa sababu kwa njia ya Baba Mtakatifu kusema ukweli unatufikia, na tunaweza simama imara tukikumbatia ukweli anaotupa Mwenyezi Mungu. Mungu Mwenyezi ambariki Baba Mtakatifu leo wa 14, na sisi sote tuomba baraka zake leo hii, na Mungu atubariki na atubariki wakati mwema na Baba Mtakatifu Papa leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina.